Praise God. Bwana asifiwe. Leo being a Sunday, I have a quick one, ile tu ya kusindikiza watu. Najua mmechoka, so sitaki niwachoshe tena. Najua mmebarikiwa leo, mmehubiriwa, but let us speak, si ndio? So kwa wale wenye ni wageni hapa, make sure umechukua muda wako, umesubscribe, umecomment, umelike, na most importantly umeshare hii video kwa marafiki zako watano, si ndio? My name is Minister Joshua. Niko blessed leo kukuwa hapa in front of you kuongea na nyinyi. Leo topic ya leo it's like a mini topic. Yeah, because it's something of concern yenye nimesikia watu wengi wakiulizia, so nikasema acha nije nizungumzie, angalau tuone tunaweza tukapata jawabu. People they have been praying. Watu wamekuwa wakiomba, wengine wamekuwa wakijibiwa, wengine wamekuwa hawajajibiwa. Those who are not answered, they think maybe God amewasahau ama Mungu hataki mambo zao. Umeelewa? But today I'm coming to tell you that the wait is over. God wants you to get in action. Bwana sifiwe. The wait is over. God wants you to get in action. Waiting becomes comfort. Tukisoma Isaiah 40:31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Wale wanaomngoja Bwana wata renew their strength. Waiting is biblical, but there is waiting upon the Lord and hiding behind the waiting. Unajua kuna msemo watu wanasema kwamba mngoje Bwana ama mngoje Mungu katika kile ulichoomba ama katika kile ulichoulizia. Wait upon the Lord. In fact, that is okay, but sometimes hiyo waiting inakuwa too much that God amekupatia direction kwamba okay, kwa kile ulichoomba this is the way, kwa kile unachokihitaji this is the way, but wewe kwa sababu uko very very preoccupied na mambo mingi, unakosa ku get the point, so you keep on waiting kwa kitu yenye God tayari ashamalizana nayo. Bwana sifiwe. Unangoja kwa kitu ambacho Mungu yeye ashamalizana nayo, yani ashakupatia jibu, ashakupatia kila kitu, but you are still waiting upon the Lord, yet yeye ashamalizana na wewe. You must think you are waiting, but you may think you are waiting, but you are actually postponing obedience. Bwana sifiwe. Kama ule mtu mwenye alikuwa pale kwenye kisima pale, Yesu akakuja akamuuliza, unataka nikufanyie nini? And the guy ni kama alipata opportunity sasa ya kueleza shida zake, because alianza kumwambia, unajua hapa watu ni wengi, sijui wakija au malaika wakija, mimi wenzangu wananitangulia. Na alikuwa ameuliza tu swali simple, nikufanyie nini? Nikuhendereze. Yanamba kache nganya fulani waenda vivi akienda viriahu. But the real question was, unataka nikufanyie nini? You have been waiting, you have been praying, you have been fasting, but what do you want me to do for you? Umekuwa ukiomba, umekuwa ukikesha kanisani, umekuwa ukihubiri, lakini leo nimekuja, unataka nikufanyie nini? Don't start explaining how many hours you've been praying. Usianze kuambia God how many hours you've been spending in church. No, mwambie mimi nataka kufanya ama kufanyiwa hivi na hivi. Bwana sifiwe. You have prayed, fasted and received confirmation, but still yet you are asking God if it's the right time. No. Mungu huwa anajibu kwa mara mbili. Kuna ile jibu ya kukwambia kwamba ndo hii shika, yani anakupatia directly. Bwana sifiwe. Anakupatia directly kwamba ndo hii shika.
Na kuna lile jibu la kukwambia kwamba umeomba gari, mimi nakupa kazi ufanye upate pesa za kununua hiyo gari. Sasa wewe Mungu akikupatia kazi ufanye upate hizo pesa, alafu uende kanunue shamba na ulikuwa umemwomba gari. Kati ya Mungu na wewe nani ana makosa? Because wewe umezoea kupatiwa vitu directly. Mungu nipe mke, unaletewa Wanjiru. Mungu nipe mume, Karisa analetwa hapa. But now God amekupatia the process. Kuna the tangible product ama ile kitu yenye Mungu anakupatia ndio hii shikua. Na kuna ile process yenye anakupatia. So many of us because inakuanga wachache sana Mungu anawajibingi direct, anawapatia kile kitu alichoitisha direct, but most of us Mungu anatupatia solution ama process ama formula ya kupata kile ulichomuomba. But wewe kama umeomba God gari, amekupatia pesa ama amekupatia kazi yenye nakupatia pesa la kununua gari, alafu usiende ununue gari, wewe ndio mwenye makosa. Bwana sifiwe. So lazima tujifundishe ku listen to God's word. Bwana sifiwe. God moves when you move. God moves when you move. Matthew 14:29 inasema come. Come. Hii ni story ya Petro alivyomwona Yesu akitembea juu ya maji. Akamuuliza, Morio, unatembea juu ya maji? Kama ni wewe kweli niamuru na mimi nije. Yesu akamwambia njoo. Unamala. Nzo? So this guy stepped kwa maji akaanza kutembea. Na alivyo step kwa maji hakuzama, but the moment alianza kuangalia around the surrounding situations, the surrounding, yani yale maneno ya majirani ya marafiki, unapoteza focus. But huyu jamaa angeangalia tu mali God yako ama mali Jesus yako, mission ingekuwa completed. But this guy, the water did not become solid fast. The miracle met him in motion. Bwana sifiwe. Of course, alivyokanyaga hivi, yale maji hayakuwa yameganda tayari kwamba anaweza katembea juu ya maji. Kulikuwa na ule sheki. But he decided to walk. Miracle ikampata mbele. So Mungu anakungoja umove ndio yeye amove. Bwana sifiwe. He's actually waiting for your action so that he can do his action. Bwana sifiwe. Ndio pale wanasemanga imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. So na imani na matendo bila imani pia ni kazi bure. Bwana sifiwe. Some breakthrough are waiting for you to step. Miujiza mingine inangoja wewe uact. Miujiza mingine inangoja wewe ufanye kitu, ufanye jambo. Ndio Mungu aone this guy kweli ako na njaa na matamanio ya hii kitu yenye anaiomba. Faith without action is dead. James 2:17 inasema faith without works is dead. Imani bila matendo yamekufa. You can't pray for harvest and refuse to plant. You can't pray for growth and refuse to start. You can't pray for purpose and refuse to serve. Bwana sifiwe. Wale wenzetu wale wa bongo wale Waswahili wale, huwezi ukaomba mchumba na ukatae kutongozwa. Huwezi ukaomba mke na ukatae kutongoza. Mungu hata shusha huyo mdada kutoka mbinguni ya kuwekea ati kama vile alivyoshusha mana kwa wakati wa Israeli pale jangwani. No. Ukiomba kazi toka. Nenda hustle. Peana hizo CV, angusha CV huko kwa mahoteli, kwa maofisi, wapi huko. Umeelewa? Lakini wewe usikuwa unakuja unaomba Mungu akupe kazi alafu unakaa tu. Asubuhi unaamka saa 4. Unanawa uso, unarudi kwa magoti, Baba katika jina la Yesu naomba unipe kazi. Baada ya hapo unapika lunch, unakula miguu miwili juu, mguu juu ya mwingine. Mungu hatakupatia hiyo kazi, hata kuletea hivi akupatie.
you must take action. The wait is over. You have prayed, it's enough. You have fasted, it's enough. Now it's time to take action. Bwana sifiwe. Unaomba Mungu, unamwambia Mungu, mimi nataka uniinue kiimani, then you don't take action kwa wewe kuinuliwa kwa hiyo imani yenye unataka. For every tamanio la moyo wako lazima kukue na action. Bwana sifiwe. Kwa kila unachokitamani, kwa kila unachotaka Mungu akufanyie, lazima uchukue imani. Ukitaka mtoto, si unajua cha kufanya? Si nimekuuliza kama unataka mtoto, si unajua cha kufanya? Wewe unataka mtoto, halafu umejidunga family plan. Atakujaje wewe mtoto? Unataka mtoto halafu unaavya mimba, atakujaje wewe mtoto? Faith is not talk, faith is movement. Imani sio maneno, imani ni matendo. Bwana sifiwe. Mimi naamini Mungu atanitendea, Mungu hawezi niacha. Mimi najua mimi najua Mungu atanifanyia. No. Imani bila matendo imekufa. Na matendo bila imani ni kazi bure, unajisumbua. Na tena ujue imani sio maneno, ni matendo. Bwana sifiwe. Hata mtu anavyosema kwamba mimi namwamini Mungu ama namwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, ni lazima kukue na kitu inaonyesha kweli wewe unamwamini huyo Mungu. Lazima tukuone kwa ule Ukristo unaoclaim. Je, preview inaonyesha umesema wewe ni Mkristo, ndio. Je, huo Ukristo wako tunauona? So guys, stop waiting Mungu afanye miujiza. Acha miujiza ikukute mbele. David ran towards the battle line. Some of you are walking towards what God has told you. Bwana sifiwe. Muda mwingine mimi naweza nikaweka hivi, kuna battles za kufight, yani fighting physical. Kuna battle za kuomba, na kuna battles zenye si lazima uombe na si lazima ufight physically. Ni battle tu, unanyamaza na then unashinda hivyo vita. Unajua Wakristo wengi they think everything is to be prayed on ama prayed for. Yani kila kitu lazima uombe ama kila kitu lazima, yani lazima ufanye kitu. No. Kuna matatizo mengine it takes your word, unazizungumzia tu na zinaenda. Kuna zingine itabidi uombe ndo ziende, na kuna zingine unanyamaza tu. Shida zenyewe zitajua, they'll know their place. Your problem will know your place, but your problem will know its place kama uko straight with God. You are so deep, uko soaked in with God. You carry the authority ile yenye Jesus aliambia wale mapepo, mtokeni mtu huyu muingie kwenye hawa nguruwe. Lazima pia wewe ukuwe na hiyo imani ndio hivyo vitu vifanyike, but bila hivyo you'll be praying for something yenye haitaki kuombewa, you'll be fighting for something yenye inataka maombi, and you'll be praying for something that inataka a battlefield, yani inataka physical fighting. So lazima ascertain, ujiangalie vizuri, because bila kujielewa my friend hapa kuna signs
that the wait is over. Utajuaje kwamba hupaswi sasa kungoja, unapaswa kufanya get in action? How will you know? Utajua if you have peace even though scared. This will show you that the wait is over. Uko na amani, amani ya Kristo, amani ya Yesu. Yani ukikaa tu hivi unasikia tu yani unaelewa? But still in that peace you have to act. Bwana sifiwe. Number 2, ideas won't give you a rest. Bwana sifiwe. Like for me, before nianze the podcast, ideas were clicking in. Yani ideas zilikuwa zinakuja kila muda baada ya mwingine. And I was like, okay, on my side, mimi I'm not ready to start this podcast because sina mics kali. I don't have Rode mics, I don't have good lights. I don't have naitwaje? Sina place ya kufanyia hiyo podcast. But God aliniambia nini? My friend, kwa hiyo nyumba yako anzia hapo. It's time. Ukingoja utapata mwana si wako. So hapo mahali ulipo anzia hapo. And I took step. It was not easy because I was fighting against my soul, against my thinking, against akili zangu. But because God told me that now is time to act. Now ni muda wa wewe kufanya jambo. Niliamua, okay, hii kitu si yangu, si mimi mwenyewe nimeamua, ni God ndiye amenipea. So kama ni God amenipea, acha ni bounce nayo. Let me go with it. And that's how Gospel Gazette came to existence. Because of nini? Because of action. So Mungu anakuambia saizi kwamba you have been praying, umeomba vya kutosha. Ripoti yako huku niko nayo huku mbinguni. Umeomba wewe kwanza, wewe ni muombezi wewe. Lakini I'm done with your prayers. I've given the order. Ni wewe tu you take action. Ni kama vile uende kwa mzazi wako umuombe hela ya trip alafu akupatie 3,000. Umemwambia trip ni 2,000, amekupatia 3,000. Ina maana kwamba 1,000 hapo ni extra. Then baada ya muda kidogo shuleni unaitishwa kitu fulani hivi cha tuseme kama cha 200. Kwa mtoto mpumbavu atarudi kwa mzazi wake amuombe tena 200 ya kufanya nini? Ya kulipa kile kitu shuleni. Lakini kwa mtoto mwerevu, kwa mtoto mwenye hekima atajua baba hapa amenipa 3,000, niko na 1,000 extra. Acha nichukue hiyo 200 hapa kwenye hichi nifanyizie huu mpango hichi cha shule kipatikane, nibaki na hizi 800, nitajipanga mbele pale. Hata mzazi mwenyewe akisikia kwamba umefanya hivyo, atajivunia, atasikia furaha, ataona kweli mimi niko na mtoto. But wewe amekupatia 3,000, 1,000 extra, na bado unaenda kwake unamwambia baba, naomba unipatie. Actually hivyo ndio huwa mnafanya you guys. Mnaomba Mungu 3,000. Yaani unaomba Mungu kitu na anakupa extra. Na hicho extra for instance inatokea kwamba kinahitajika ukitumia hapo mbeleni. Wewe unarudi tena kuitisha tena. Naambia God, najua ile pesa ulinipea haitoshi. So bana jo niongezee man. Of course huyo mzazi atakuona wewe ni fala. Atakuona una future. Atakuona yani kuna vile tu atakudharau. Na hata kwa mipango yoyote ya familia he will not include you. Hata kujumuisha katika mipango ya familia, kwa sababu anajua ya hili ni fala hili.
Because kama wewe ukiachiwa pesa ya lunch tuseme unatumia 200, amekuachia 500, wewe badala ujiongeze upige na programming ya sapa, wewe bado unatumia hizi hela zinaisha, alafu unakuja unamwambia baba, hatuna hela ya sapa. Number 3, confirmation keeps coming on. You will know the wait is over if confirmation keeps coming on. Mimi kutoka nianze kujijua, nimekuja kujua kwamba Mungu huwa anajibu maombi. God answers prayers. Ikue immediately, ikue after 2 days, ikue after 10 years, ikue after a decade, after millennial, yani iwe miaka 30, iwe miaka sijui mingapi, Mungu lazima ajibu maombi, kwa sababu maombi ni neno lake. Ama wewe hujui? Prayers are God's words. Maombi ni maneno ya Mungu, na kama wewe unaomba maneno yako, my friend, unajiwestia time. We must pray using God's words. Yani tuombe kupitia maandiko, kwa sababu maandiko ndo neno la Mungu, na yeye anasema anaheshimu nini? Anaheshimu neno lake kuliko jina lake. Kama anaheshimu neno lake kuliko jina lake, kile ulichokiomba, si yeye ndo amekiandika na wewe umekiomba, lazima akitimize. Lakini ukiomba maneno yako ambayo ni wewe umejifikiria wewe mwenyewe, my friend, you'll be like unajiahidi mwenyewe. Utakuwa unajiahidi mwenyewe. But God alisema nitakubariki mashambani na vijijini, si ndio? Angalia hapo chini. Kama utafanya nini? Kama utafuata mienendo yangu. Yani you'll be blessed only if you follow my ways. So wewe umejiangalia, umeona okay, mimi ninafuata kweli mambo ya Mungu, ninafuata njia zake, ninaenda kanisani, ninatoa fungu la 10. Actually I'm supposed to climb this blessing. So unaenda mbele za Mungu, namwambia Mungu, katika kitabu chako fulani uliahidi kwamba utatubariki kama tukikutii na kufuata sheria zako, utatubariki mashambani na vijijini. Mimi nimejiangalia, nimejiascertain, nimeona hii baraka inanihusu. Hivyo tu, yani pray guys, praying is not kuongea mambo mengi, is not praying, ni kitu simple, very very simple. Very very simple thing, kwamba oye Mungu, wewe ndio ulisema hivi na hivi. Sasa cheki, mimi leo nimejiangalia, nikajisorora, nikaona ili jambo linanihusu. Sasa kama vipi wewe fanya kweli. Kama ni mtoto, mwambie God, uliandika katika neno lako kwamba watoto wanatoka kwako, watoto ni baraka, watoto ndo chachu ya ndoa. Sasa mimi nimejiangalia, nimejiconfirm, nikaona kweli mimi na deserve, niko na hizo qualities za kuwa mzazi. Kwa hivyo Mungu, cheza kama wewe, mtoto ananihusu, nipe mtoto. Haipiti hata miezi 2 ama hata, yani haikai sana, atakujibu. Lakini wewe ukija, Mungu nibariki, nipe gari, nipe sijui nini, without using his words, hizo ni prayers ambazo it's a wastage prayer. Bwana sifiwe. Wastage of time, kelele mbele zake. Nasikiaga wa mapasta wengine wakiwaambia kwamba hakunaga dustbin ya maombi. My friend, kuna dustbin ya maombi if vitu naomba hazieleweki, if vitu naomba haziko kwa Bible. Hiyo ni, those are your words. So labda uombe alafu kuja ujijibu mwenyewe, because God will not answer such nonsense. Chenye unaomba lazima kikue kwa Biblia, kikue kwa andiko, iwe ni kitu yenye yeye ameahidi. Bwana sifiwe. It must be something that he had promised, he himself.
because kama ameahidi hawezi kosa kutimiza. Lakini ukijiahidisha, mfano nija hapa nimuone ankoli pale, mwambie mjomba, mimi naona bwana wewe uninunulie simu bwana, umeelewa? Yeye hajaniahidi, mimi ndo nimejiahidisha kwake. So aninunulie asininunulie, ni mimi mwenyewe si yeye amesema. So hata I can't hold him accountable because si yeye amesema, si maneno yake. Mimi mwambia tu wewe mjomba bwana, mimi nataka simu. Hakuwa na hiyo mpango, but akikuja ananiambia ankoli, mwezi ujao mimi nitakununulia telefoni. Unajua ni neno lake na lina mbind, because ahadi ni nini? Ahadi ni deni. Sasa hata kama alikuwa anaisema kijokes, mimi nikimfuata na nimkumbushe, kuna vile tamtrigger, so atafanya juu chini mpaka aninunulie hiyo simu aliyoiahidi. Lakini imagine wewe umeenda umejipromisisha gari kwa Mungu wakati Mungu yeye hajakuahidi gari. Umejiahidisha ndoa wakati yeye hajakuahidisha ndoa. Umejiahidisha mtoto wakati, ndio maana unaona wengine mnazaa watoto wanawasumbua, because it was not God's plans. Wewe umeenda kwa sababu wenzako wenye mmezaa na wao ama mmesoma na wao wako na watoto, wako na familia. Sasa pia unaona bwana, miaka imeenda hii, acha pia mimi nitafute nini dada hapa tuanze familia. Unaanza familia kweli, unaenda napata mtoto, kwa sababu Mungu ndiye anapeana mtoto, anakupa, lakini haikuwa plani yake. Ndio unaanza tena kutusumbua hapa na masimu. Bro vipi? Mazee, mke wangu wanalala na njaa mazee. So wewe utakuwa tu kila siku ni because haikuwa plani ya God. But nini ikiwa plani ya God, God ana provide. You will never call anyone kumwambia ati sijui watoto wangu wamelala njaa sijui. God mwenyewe ata provide because ni yeye ameahidi na wewe umealign na neno lake. So it will be easier. Kama ni mke, God mwenyewe ndo utaona ana deal na wewe. Yaani hakutakuwa na ile ati sijui kulumbana. Lakini ikiwa ni wewe mwenyewe ndo umejiamulia unataka kuingia kwa ndoa, my friend, huyo bibi atakusumbua. Atakuwa hadi itakuwa tu stress. So learn to pray accordingly to the word of God. Pia tujifunze kumungoja Bwana. And we should not overstay. Yaani tusi overdo. Bwana sifiwe. Number 4 tukimalizia, you will know that the wait is over if delay feels disobedience. Wewe utajua tu kwamba hapa nimengoja sana. Mfano sasa ankoli hapa amekuja ameniambia mimi ndo natoka job saa hizi. Sasa cheki, ningoje ndani ya masaa mawili utakuwa nimefika hapa. Nimengoja, lisali moja limeisha, la pili limeisha, la tatu limeisha, la nne limeisha. Hata kama ni wewe utakaa tu hapo ukingoja, utajipatia shughuli, si ndio? So huu muda wa wait ukiwa over, delay feels like disobedience. Yaani hautakuwa na comfortability. Yaani katika kila kitu, mimi nimekaa hivi lakini bado hakuna kitu sijafanya. Sijaenda church. Yaani inakaa ni kikwazo kwako, umeelewa? But ikiwa wewe uko tu comfortable, usipoenda kanisani mambo iko shwari, usipotoa sadaka wewe uko fiti, usipoomba wewe ni barida. Wasemaga sana shamba. Usipolani unaona sana shamba. My friend, mbinguni wewe utaichungulia tu kwenye televisheni, kwenye YouTube, kwenye Facebook. Yaani wewe mbinguni si sehemu yako. Lakini ukiwa unafanya hivi vitu, na hivi vitu mimi nasemaga vipi? Hivi vitu si vya Mkristo peke yake. Unajua Mungu ni wetu sisi wote. Bwana sifiwe. Ukristo ni jina, Uislamu ni jina, Uhinduism ni jina, Ubuddhism ni jina. But unaweza kuwa spiritual connected na Mungu hata kama wewe si Muislamu, hata kama wewe si Mkristo, hata kama ni Muislamu. Mimi nishaishuhudia kuna Waislamu wenye wako very very spiritual. And pia msinikoti, unajua nyinyi watu wa social media mnapenda kukoti watu vibaya. Ndio unaweza kuwa spiritual ukiwa Muislamu, Muhindi ama Mubuddhist, lakini huwezi kuwa na mutual relationship na God.
hiyo ni nataka, unajua watu Minister Joshua alisema tunaweza kuwa Waislamu tu ndio unaweza kuwa spiritual ukiwa Muislamu, ukiwa Buddhist, ukiwa but kuna spirituality with Christ. Hiyo unafaa muelewe, because unaweza hata mganga ako spiritual but si wa Mungu, ako spiritual being spiritual headed by evil altars, mababu zao au mapepo, makoma, manini, but ako spiritual. So wewe spirituality yako inafaa ikuwe backed by the Holy Spirit, by the power of Jesus, si ndio? So hapo nimeweka sawa. So tunasema God ndo huwa ana convert watu, anawachange. So hata ukiwa huko kwa Uislamu but unafuata ahadi zake, unafuata nitwaje mawaidha yake, maelekezo yake, sheria zake, commandments zake, unatunza agano lake, utapata tu Mungu mwenyewe tu anakuconvict mpaka mwisho unakuja unakuwa transformed na unakuwa a born again believer, not a Christian, a born again believer, because kuna difference ya believer na Christian. Unafaa muelewe hiyo. Tutakuja tuongelee siku nyingine, but leo nilikuwa nataka kukwambia kwamba the wait is over. Mungu anataka saizi uchukue virago vyako, uchukue netoje ile, uchukue netoje ile uta na uta na uteo ama ile ya kunani ya kushuti hivi, bow and arrow. Sisi bana kizungu kidogo ndio iko karibu, lakini bow and arrow, take your armor, take your bunduki yako, chukua hizo magrenade, ingia vitani, twende. Bwana sifiwe. Kama wale 10 lepers, unaona wale walisema tukikaa hapa guys tutakufa, tukienda kwa hao wasee watatua, so twendeni tu. And on their way the miracle iliwafuata. Wale wanajeshi walile jeshi la magaidi walianza kuona ni kama kwani Waisraeli wamekodisha wameungana na kina nani hao? Mbona tunasikia milio ya farasi na nini? Wakatoroka wakaacha kambi. Wale 10 lepers wakakuja, wakapata chakula, wakala, wakashiba, na wakaita wenzao waje wajumuike pamoja. So imagine hawange take action, hawange take hiyo step ya kuenda, wangekufa na njaa. But mimi nakuurge tu in the name of Jesus Christ, usikue comfortable kwa hiyo station yako, take action, chukua uamuzi, twende nalo, joga kwenda mbele, au sio? Usilole nyuma, amua, kwa sababu uamuzi unaanza na wewe, na uamuzi ni leo. Bwana sifiwe. Ukimala ukala haho hakeyo baki haho ufenanzala shori hiyo, lakini mimi nakwambira take your time, take your peace, gather your village people, gather your, yani eka mawazo yako pamoja na chukua nira, chukua uamuzi, twende mbele. Bwana sifiwe. The discomfort you feel is not fear, it is transition, it's time to act, wake up. Bwana sifiwe. Ni muda sasa wa kuchukua, kujifunga kibwebwe na kuingia vitani, kujifunga kibwebwe na walk into your miracle. Unajua kuna walk into your miracle. Umeelewa? Hicho ndio kitu Mungu anakwambia kwamba okay, umeniomba ukiwa point A, unataka kitu fulani, nimeenda nikaandaa point B, hapo ndo kwenye jibu lako. But wewe bado uko hapa point A, naambia Mungu, mbona nilikuomba mimi, mbona hujanitimizia? Na wakati point B pale amekuandalia, na sio mbali, ni mahali unaona kabisa, unaona ndo hii, lakini wewe hutaki kwenda. So tukufanye aje? Tunakuacha. So mimi
nimekomea hapo. Ujumbe wangu ushafika. I hope utakusaidia na Mungu wa mbinguni azidi kuinuliwa, si ndio? So we are yet to resume Gospel Gazette. Aki poleni guys, nilikuwa msick, Minister Dexter akakuwa msick, the whole house, yani mimi na nyumba yangu tulikuwa wagonjwa, lakini leo Mungu ametukomboa. Joshua alisema kwamba yeye na nyumba yake watamtumikia Bwana, lakini mimi na nyumba yangu tulikuwa wagonjwa, ila saizi tumepona. So wacha tuangalie hii wiki tumepime vile, because bado hatujapona sana vile, but because nataka Gospel Gazette ya huu mwaka nataka iwe fire. Yani nataka tukiangusha hivi topic tunasonga nayo, because topic ya huu mwaka tunataka tufanye discipleship, growth as a believer, jinsi mtu aliyeokoka leo aende mpaka akomae, awe pia naye anaweza akahubiria wengine. Hiyo ndo topic ambayo tunataka kuifanya. It's a wide topic, so we have to do a good research. Holy Spirit pia atufunulie mambo mengine hapo. So kuweni tu apole, tulieni hivyo. It was scheduled to be done tomorrow, but siko sure. So nyinyi endeleeni kusubscribe hapo, eka notification bell anytime. Tuko March. So mwezi Gospel Gazette lazima ianze, but sina specific date, but mwezi tunaanza. We are back on Gospel Gazette. Thank you kwa kuvumilia sana. You guys umetushikilia man, na Mungu azidi kuwabariki, because bila nyinyi hatungeweza, ndio? So thank you so much for watching, for tuning in, for subscribing, for commenting, taking your time kuandika hicho chenye unaandika hapo chini. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki sana, na kama haujashare, tafadhali share na marafiki 10, 2, 5, 6, 20, hata ukoo wenu mzima pia fresh, kwa sababu hapa tunahubiri nini? Neno la Mungu, where headlines meet the heaven. Ukiwa na swali andika hapo chini kwenye comment section na tutadiscuss, ndio? Tutadiscuss na Mungu wa mbinguni atazidi kuinuliwa, si ndio? Mimi sina mengi, kwa hayo machache. Mungu wa mbinguni awabariki. Muwe na Jumapili njema, muwe na wiki njema, muwe na mwezi mwema, muwe na mwaka mwema. Si ndio? Na tuzidi kufurahia katika Kristo, si ndio? Let us catch on the next. Shalom, shalom, shalom.